wanafanya na Daniel Mwankema. Na nakumbuka hapo mwanzo niliona kipindi chako ukiwa umefanya mwenyewe ukiwa mention walimu wa Kikristo, Mwalimu Ndacha ulimtaja, Chaka wa Musa ukamtaja na Daniel Mwankema, ukasema kwamba waje wa kujibu kwa sababu wewe umegundua kwamba kwenye Biblia kuna makosa zaidi ya 50,000 na baadhi yake ulikuwa umeyataja kuonyesha kwamba Biblia imekosewa. Sasa Daniel akakujibu, alafu akasema inatakiwa sasa ubatizwe kwa kuwa wewe uliahidi kabisa kidume yote akijitokeza akajibu maswali basi utabatizwa. Sasa nikasema leo nije nikoje, vipi umelizika na yale majibu, upo tayari sasa tujiandae kumpokea Suleiman Mbogo Mkristo ambaye atakuwa amebatizwa? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza nashukuru kwamba umeniuliza maswali ambayo ni jambo ambalo lipo wazi. Ni kwamba mimi kuna hoja niliziweka kwa sababu ukiangalia mitandaoni sehemu kubwa wahubiri wa Kristo wamekuwa wakishambulia sana Qur'an. Lakini kama mimi unavyonifahamu, mara nyingi sana mimi mada zangu huwa na base kwenye Qur'ani na base kwenye ukweli wa Qur'ani, hadithi za Mtume SAW. Lakini mara nyingi sana si base sana kwenye kutoa maandiko sana ya Biblia. Japo mimi ni mtaalamu sana na wenyewe wanafahamu vizuri. Sasa katika hoja ambazo niliweka, kwanza nimethibitisha kwamba Biblia ina makosa zaidi ya 50,000. Na nikatangaza kama yupo kidume yoyote atatoka kuja kusahihisha, maana yake kutoa majibu sahihi ya yale ambao madai nimeyaweka mtandaoni, mimi niko tayari kubatizwa. Sikusema tu kwamba atakaye kuja kujibu kwa maana ya kujibu, kwa sababu unaweza kuulizwa swali leo kwa mantajie maziwa makuu Tanzania ukasema maziwa mtindi na maziwa fresh, ni kweli umejibu, lakini si jawabu. Sengine mtu amekusudiwa ziwa Tanganyika au ziwa Victoria, wewe unasema maziwa mtindi na maziwa fresh, utakuwa kweli umejibu, lakini si jibu sahihi, sio jawabu. Kwa hiyo mimi nitaka majawabu. Kwa hiyo Danieli amekurupuka. Lakini katika hoja yangu mimi nilitoa katika kitabu cha Samuel, sura ile ya Samuel wa pili 24:1. Hebu naomba nisomee Samuel wa pili 24:1. Nikaweka hoja hapo. Samuel wa pili 24:1 anasema, tena hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli, akamchochea Daudi juu yao akisema, nenda ukawahesabu watu wa Israeli na Yuda. Sasa hapa tumeona kuna amri ya Mungu, ni komandi ya Mungu kuamrishwa Daudi aende kuwahesabu watu. Lakini maelezo hayo tukayapata katika kitabu cha Nyakati wa kwanza sura 21 aya ya kwanza. Nyakati wa kwanza au? Naam, Nyakati wa kwanza. Sawa. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 21, sura ya 21:1. Anasema, tena shetani akasimama juu ya Israeli akamshawishi Daudi kuwahesabu wa Israeli. Unaona maneno ni yale yale, lakini tunaona shetani ndio alisimama kumshawishi Daudi akawahesabu wana wa Israeli. We don't even know who exactly commanded David to count people. Hatuna uhakika kwamba ni nani kati ya Mungu na shetani aliyemshawishi Daudi kumpa amri ya kwenda kuhesabu watu. Ndio hoja yangu ilisimama hapo. Daniel katika majibu yake amekuja, anasema kwanza mimi sikumalizia maandiko, na kwanza maana ya shetani pale ni maneno mabaya, maneno maovu, mawazo mabaya. Kwa hiyo ina maana hapo ni kweli Daudi yeye aliyotegemea jeshi baada ya kumtegemea Mungu. Akaishia hapo tu, huku kwenye Mungu hajajibu. Sasa mimi nasema pale hakujibu, yeye alikuwa anapiga makelele kwa sababu hoja ya msingi iliyouliza maswali kati ya Mungu na shetani, nani aliyetoa amri kumshawishi Daudi kwenda kuhesabu. Kwa hiyo hakujibu. Kwa hiyo ni hoja ya kwanza hiyo, hakujibu. Lakini akaja akasema Daudi alitegemea jeshi baada ya kumtegemea Mungu. Kwa hiyo yeye ndio akasema maandiko hujamalizia. Sasa ilishie kaonekana mimi kwa watu kwamba labda niliogopa kuendelea na maandiko. Sasa naomba hebu rudie ile 24:1 ile Samuel wa pili. Nenda mstari wa 13. Yeye anasema mbele sijaendelea, itakiwa niendelee mbele, na yeye mwenyewe kapasoma. Utaona katika sehemu hiyo kaisoma pia. Akasema mimi sikuendelea, lakini angalia balaa lingine linalokuja hapo sasa. Sawa. Mstari wa 13. Naam. Anasema, basi Gadi akamwendea Daudi akamweleza akamwambia, basi miaka 7 ya njaa ikujie katika nchi yako, au miezi 3 ukimbie mbele ya adui zako huku wakikufuatia? Natosha. Maandiko haya Daniel kayasoma. Ndiyo. Kwamba miaka 7 ya njaa ikujie
au miezi mitatu. Unaona hapo kwanza miaka 7 anasema mimi sikusoma. Mimi nilijua kuna balaa lingine. Okay. Sasa ili kuonyesha kwamba kuna balaa lingine, pointi ya msingi hapo kuna miaka 7 ya nini? Ya njaa, si ndio? Nenda 21:11 ile Nyakati wa kwanza. Angalia balaa lingine hilo hapo. Mimi niliacha huko kwa sababu nilijua mzigo mkubwa, kimtwisha ngata kifua hawezi kubeba Daniel. 21:11. Basi Gadi akamwendea Daudi akamwambia, Bwana asema hivi, jichagulie upendavyo, miaka 3 ya njaa au miezi 3 ya kuangamia mbele ya adui zako. Haya, kule miaka 7 ya njaa huko miaka mingapi? 3. Iko sahihi kweli hapo? Sasa uone kwamba yeye aliniambia nimalizie wakati nilikuwa kinimalizie kuendelea kumwangamiza. Kwa hiyo ni balaa lingine hilo la Biblia hilo linavyojichanganya. Kwa hiyo vitu viko wazi. Sasa hii ni hoja ambayo Daniel alishindwa kujibu. Sasa kuna hoja nyingine ukisoma Wafalme wa Pili sura ya 8:26 ambao anasema yeye amejibu. Mimi natafuta mtu wa kutoa majawabu sahihi ili anibatize. Sasa yeye kachemka. Mimi nathibitisha yale aliyojibu kwamba hakunijibu bado. Yeye alikuwa anajitahidi tu kusoma maandiko kama kasuku, haelewi hata maana yake. Wafalme wa Pili sura ya 8:26. Sawa. Mstari wa 26 anasema, Ahazia alikuwa na umri wa miaka 22 alipoanza kutawala. Akatawala mwaka mmoja huko Yerusalemu, na jina la mamaye aliitwa Athalia binti Omari mfalme wa Israeli. Hilo lilikuwa andiko lingine ambao nimelitoa katika hoja yangu kusisitiza kwamba Biblia inajichanganya. Kwa hiyo leo Biblia tunaipiga spana, tunaingiza gereji kuonyesha kwamba kuna makosa mengi. Hapo tunaambiwa Ahazia alikuwa na umri wa miaka 22. Ndiyo. Hapo alipoanza kutawala, akatawala kwa muda wa mwaka mmoja na mama yake jina lake likatajwa. Sasa tunaona hayo ni maandiko miongoni mwa maandiko ambayo uliuliza maswali. Sasa naomba nisomee Nyakati wa Pili 22:1. Nyakati wa Pili 22:1. Sawa. Mstari wa kwanza anasema, nao wakazi wa Yerusalemu walimfanya Ahazia mwanawe mdogo awe mfalme mahali pake, maana wakubwa wake wote wamekwisha kuuawa. Wakati wangapi unasoma? Nyakati wa Pili mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza na kuja wa pili. Kuuawa na kikosi. Okay. Sawa, lakini hata hiyo mstari wa pili wenyewe ulikuwa unajibu kusana. Sawa, soma. Nao wakazi wa Yerusalemu walimfanya Ahazia mwanawe mdogo awe mfalme mahali pake, maana wakubwa wake wote wamekwisha kuuawa na kikosi cha watu waliokuja kambini pamoja na Waarabu. Hivyo Ahazia mwana wa Yehoramu mfalme wa Yuda akatawala. Ahazia alikuwa na umri wa miaka 42 alipoanza kutawala. Akatawala mwaka mmoja huko Yerusalemu. Sasa tunaona Ahazia alikuwa na umri wa miaka 42, kwa alikuwa na miaka 22. Sawa? Sasa ni upi exactly number of the years? Ni muda gani sahihi wa miaka ambao alitawala, 22 ama 42? Lakini nadhani kama ulivyosikiliza hoja zake, kuna Biblia alijibu na akaleta akatofautisha kwamba mimi huenda niliyosoma ilikuwa na typing error. Yaani kwa akili yake akajua labda mimi nimesoma kwenye mtandao. Okay. Akaleta Biblia hizi 3 kuthibitisha kwamba ule miaka 22 ndio ile. Akasoma the Hebrew Bible ikaonyesha kwamba ni miaka 22, akasoma Biblia ya Afrika ikaonyesha ni miaka 22. Biblia 3 ambao amezisoma. Ambayo 2 za Kiswahili, 1 ya Kiingereza. Sasa mimi leo nataka nimsomee 5. Yeye kaleta 3, mimi naleta 5. Naomba nisomee Union Version hiyo. Okay. Maandiko hayo. Biblia ya Union Version mwaka 1952, Wafalme wa Pili 8:26. Naanza ya kwanza, yeye kanisomea 3, mimi nasoma 5. Okay. Yaani namthibitishia kwamba Daniel hawezi kujibu hizo hoja. Na sio Daniel yoyote hawezi. Labda kinandacho ameingia mitini, Chaka wa Musa kaingia mitini. Kuna yule bwana mdogo Jeff Masawe ambaye kidogo anajifunza, wote wameingia mitini na wote iliwatumia hizo klipu wanazo na wamezipata. Okay. Sawa. Sasa mimi nawathibitishia kwamba hii kazi si hatubahatishi. Okay, Nyakati wa Pili ngapi? Nyakati wa Pili sura ya 8:26. Wafalme wa Pili. Wafalme 8:26. Wafalme wa Pili 8:26. Naam. Sawa. Wafalme wa Pili mstari wa 26. Sawa, Wafalme wa Pili mstari wa 26, hii Biblia ndio Union Version. Anasema Ahazia alikuwa na umri wa miaka 22 alipoanza kutawala. Akatawala mwaka mmoja huko Yerusalemu. Nenda Nyakati. Hiyo imezungumza kama ulivyosoma mwanzo uliosoma wewe. Ndio. Nenda Nyakati wa Pili 22:1. 22:2.
Anzia 22:2. Nyakati wa pili 22:2. Sawa, anasema 22:2. Nyakati wa pili, sawa. Nyakati wa pili 22:2. Okay. Nyakati wa pili 22:2, Biblia ni Union Version inasema Ahazia alikuwa na umri wa miaka 42 alipoanza kutawala, akatawala mwaka mmoja huko Yerusalemu. Ya kwanza hii. Ndio. Watazamaji, hii ya kwanza Union Version. Sasa naomba nisomee Biblia ya Imprimatur hii hapa. Imprimatur. Sasa turahisishe tu tuende kwenye nyakati wa pili. Sawa. Ili kwa sababu hizo ile nyakati wafalme zote zinazungumza hizo. Tunaenda ile kwamba aliyosisitiza kwamba ni miaka 22. Sasa nasisitiza na mimi kwenye miaka 42. Twende kwa mfumo huo sasa. Sawa sawa. Jamani, tunasoma Biblia ya pili hiyo. Sawa. Inasema miaka 42 na kule miaka 22. Anasema Biblia ni Imprimatur, Biblia yetu ya Katoliki, Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 22 mstari wa pili anasema Ahazia alikuwa na umri wa miaka 42 alipoanza kutawala. Tumeona kwamba bado msisitizo ni ule miaka 42. Biblia ya pili hiyo, hii hapa ya pili. Tunaiweka hapa. Sawa. Tunaenda kwenye Biblia ya Deuterokanoni, nayo ya Katoliki, ya tatu hiyo natoa. Okay. Naam. Nyakati. Sawa. Biblia ni Deuterokanoni, Mambo ya Nyakati wa pili sura 22 mstari wa pili anasema Ahazia alianza kutawala akiwa mwenye umri wa miaka 42, akatawala kutoka Yerusalemu kwa muda wa mwaka mmoja. Biblia ya tatu hiyo. Naenda Biblia ya 4 hapa na Whole Bible Central Baptist Church hii hapa. Tunaiona 42. Kule 22 huko 42. Biblia ya 4 hiyo inathibitisha maneno niliyo ya kusudia mimi. Yeye katoa tatu. Natoa Biblia ya 5 hii hapa. Sawa sawa. Hii Biblia gani? Okay, King James Version. Hii ni Holy Bible King James Version. Nayo ni ya Kiingereza vile vile. Naam. Kwa hiyo tunatafuta Chronicles. Natafuta Chronicles 2:22 verse 2. Anasema 42 years old was Ahazia when he began to reign, and he reigned 1 year in Jerusalem. Tunaona Biblia hiyo ni ya 5. Sikubeba nyingi, nazo 12 zinathibitisha haya nayozungumza, ila kwa sababu nilikuja na begi dogo tu hapa. Kwa hiyo nimetoa Biblia 5 zinazosisitiza yale niliyozungumza. Manake Daniel tumemweka nje, katoa Biblia 3, lakini mimi nimetoa Biblia 5. Yeye anasema kile kipande nilichosoma mimi kwa kuna typing error. Sasa kuna Biblia 5 zote typing error wakati zinatumika. Hiyo Union Version inatumika makanisani, Deuterokanoni inatumika makanisani. Hiyo tunakuta hiyo Imprimatur inatumika makanisani, the Whole Bible zote hizo zinatumika makanisani. Yeye anaona labda alisoma kwenye mtandao. Kwa hiyo hapa nathibitisha kwamba Danieli hajajibu maswali yangu. Kwamba Biblia ina makosa. Kwamba Biblia ina makosa. Kwa hiyo hawezi kunibatiza, ila ana uwezo ambaye atakaye kuja kujibu kama alivyouliza. Kwa hiyo yeye amepiga makelele tu na kupoteza muda. Sasa twende katika hoja nyingine ya Samueli wa pili sura 24 aya 9. Samueli wa pili sura 24 aya 9. Mimi nathibitisha kwamba Danieli hajajibu. Kwa hiyo amejiongezea mizigo tu. Yaani moto unawaka, yeye akaja kammina petroli aendelee kuungua zaidi. 24:19. Naam, 24:9. 24:9. Naam. Anasema naye Yoabu akamtolea mfalme jumla ya hesabu ya watu, nao walikuwa Waisraeli mashujaa 800 wenye kufuta panga, nao Wayuda walikuwa watu 500. Sasa tunakuta hapo kuna mashujaa 1800. Ndio. Sasa Danieli akaja kuongopa ili ujue kwamba Danieli ni muongo. Baada ya kujibu hoja zangu akaona tu kwamba ili Wakristo waone akajibu kwamba waingiza kwamba ilikuwa hapo kilichoeleza maandiko haya yanaonyesha kwamba walikusudiwa mashujaa hapa, ndio maana wale wengine hawakuingizwa. Kwa hiyo hesabu hapa 1800 imetajwa katika andiko la kitabu cha Samueli sura ya 24 aya 9. Sasa naomba Nyakati wa kwanza 21:5. Nyakati wa kwanza 21:5.
21:5. Je, Biblia inasemaje? Mimi nathibitisha kwamba Danieli hana uwezo wa kujibu maandiko na Biblia huwezi kuitetea. Mstari wa 5 anasema, naye Yoabu akamtolea Daudi jumla ya hesabu ya watu, nao hao wote wa Israeli walikuwa watu 1,100,000 wenye kufuta panga, na Yuda watu walikuwa 470,000, yani 470,000 wenye kufuta panga. Sasa unaona hesabu ziko tofauti. 800,000 huko 1,100,400 wenye kufuta panga, na kule ambao walikuwa na 500. Sasa uone hesabu zimekataa. Akasema hapa kilichokusudiwa hawa 400 wamekusudiwa kwa sababu hawakuingizwa mashujaa. Ile maneno ambayo yanasema hawakuwa kwenye mfumo ule. Sasa neno mfumo kalitoa wapi? Kwa ni maneno yake ya kichwani anaongeza kwenye Biblia. Sasa mimi naangalia balaa lingine. Naomba andiko hilo nisomee kwenye Deuterocanon. Okay. Deuterocanon. Anza hiyo Samueli wa pili sura 24:9. Sikiza Deuterocanon inasemaje? Yaani ndio inamuondoa kabisa. Mstari wa 9 anasema, halafu Yoabu alimpelekea mfalme idadi ya watu. Katika Israeli walikuwamo wanaume mashujaa 400,000 wenye ujuzi wa kutumia mapanga, na katika Yuda kulikuwa na wanaume 500,000. Sasa swali linakuja. Kule alisema 800,000, huku 400, tena ni nusu yake. Wewe kule ulisema 800 walikuwa ni mashujaa. Na ndio maana hesabu huku ikapungua kidogo kwa sababu wale mashujaa hawakujumlishwa, hawakuingia kwenye mfumo. Huku ni 400 na hawa nao ilikuwaje? Mbona mashujaa tena nao naonekana ilikuwa ni nusu yake? Kwa hiyo Danieli, huwezi kujajibu hoja zangu na una mpango wa kujibu na huwezi kujibu na hata tokea mpaka kiyama kinasimama. Hii Biblia inaitwa Deuterocanon, Samueli wa pili sura ya 24 mstari wa 9. Kwa hiyo imekataa. Kwa hiyo hoja ya msingi ni kwamba hajajibu maswali, Biblia inajichanganya. Kwa hiyo Biblia leo tunaingiza gereji, tunaipiga spana. Sasa baada ya kuona, hebu tuende kwenye hoja za Yesu. Sawa. Kuna hoja Yesu anasema Yohana alikuja hali wala hanywi. Kabla tujafika hapa, mimi nilikuwa na swali kwamba Waislamu mnasema Yesu ni mtakatifu, Nabii Isa mwana wa Mariam ni mtakatifu, na Danieli alikuwa anashangaa kwa maneno alikuwa anaongea, anamaanisha kwamba unakufuru kwa kusema Yesu aliongea uongo. Nikataka hayo uliwaweke sawa kwanza. Kwanza Danieli ajue kwamba hapo nilichokuwa nilikuwa naonyesha uoza uliomo kwenye Biblia, maneno yanavyojichanganya. Okay. Sikuelezea sifa ya Yesu kama Yesu. Nilikuwa nazungumzia uandishi wa Biblia, ndio maana mwanzo kaanza typing errors zilizomo ndani ya Biblia. Makosa zaidi ya 50,000. Nimekusudia makosa. Okay. Na ndio maana nikauliza swali, je, hapa ni Biblia imesema uongo au ni Yesu? Okay. Ndio maana nikaweka hizo. Lakini Qur'ani ukisoma sura ya 5, naomba tuisome aya. Ndio. 5:48. Naomba nisomee hapo 5:48. Qur'ani 5:48. Lakini maandishi hapa mpaka niweke miwani ndio naweza nikasoma vizuri. 5:48. Sikiliza Qur'ani inavyosema. Najibu hiyo hoja ulioniuliza bwana moderator unaoendesha kipindi hiki. Sawa. 48 Qur'ani inasema, na tumekuteremshia kitabu ni Qur'ani 5:48. Na tumekuteremshia kitabu kwa ajili ya kubainisha haki, kinachosadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake na kuvihukumia kama haya ndiyo yaliyoharibiwa au ndiyo yaliyosalimika. Kwa hiyo Qur'ani ndio kitabu ambacho kimekuja kuhukumia vitabu vingine. Ndio maana nimesema leo Biblia tunaingiza gereji. Kwa hiyo Qur'ani ndio inahukumia vitabu vingine kama haya ndiyo yaliyoharibiwa au yaliyosalimika. Kwa hiyo unaonyesha kwa mujibu wa Qur'ani vitabu vya kale kuna ambavyo waandishi wametia maneno yao. Kwa hiyo kuna maneno yaliyoharibiwa na kuna maneno yaliyosalimika. Kwa hiyo mimi niligombanisha maandiko ya Biblia. Lakini Yesu anabaki na utakatifu wake na wala hatumdharau na hakuna Muislamu. Mimi nilichokuwa nakusudia ni maandiko ya Biblia. Ndio maana kauliza swali, kati ya Yesu na Biblia nani kasema uongo? Sawa sawa. Kwa majibu yangu yako hivyo. Mimi wala sijamdharau Yesu na hakuna Muislamu anaweza kufanya hivyo. Ukifanya hivyo unakuwa kafiri. Sawa. Kwa sababu sisi kwa mujibu wa imani ya Uislamu katika zile nguzo 6 za imani ni kuamini mitume wake. Wala hatubagui huyu ni uko vipi. Kasoro Paulo tu sio mtume wa Mungu. Kwa hiyo ndio hivyo watu wajue. Kwa hiyo cha msingi kwamba swali lako nadhani nitakuwa nimejibu vizuri. Sawa. Twende kwenye hoja yetu. Sawa, turudi sasa kwa Yesu anasema Yohana alikuja hali wala hanywi. Hiyo ni ngapi? Ni Mathayo 11:18. Sawa, Mathayo 11:18. Tunasema tunatafuta makosa ya Biblia au tunaonyesha makosa ya Biblia. Na hakuna mwalimu anaweza akajibu. Narudia tena. Danieli hata akirudi tena hata umuulize mara 100 hana majibu ya kujibu haya aliyoyaweka hoja hapo. Mimi sijakurupuka. Sawa, Mathayo 11:18. Mathayo 11:18.
18. Naam. Anasema maana Yohana alikuja hali wala hanywi, wakasema ana pepo. Maandiko yako wazi kwamba maana Yohana alikuja hali wala hanywi, wakasema ana pepo. Huyo ni Yesu anazungumza hayo maneno. Yeah. Sasa maneno hayo kwa mwandishi huyo ukienda katika Mathayo 3:4 sawa, anasema naye Yohana mwenyewe alikuwa na vazi la singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, na chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwituni. Kule tuliambiwa alikuwa hali wala hanywi, mpaka watu wakampa sifa kuwa na mapepo. Huku tunaambiwa chakula chake kilikuwa asali na nzige, maana yake alikuwa anakula anakunywa. Ndio kauliza maswali. Sasa hapa ni maneno gani yaliko sahihi? Kwamba Yesu kasema uongo au Biblia ndio imesema uongo? Hapa maandiko yamejichanganya. Akasema sasa angalia maneno ya kichwani aliyoleta. Kwa sababu wale watu wa pale walikuwa, kwa sababu Yohana alikuwa jangwani, sio alikuwa hivi. Yaani maneno yote yameyatoa kichwani, kwenye maandiko hakuna. Lakini umeyazingatia majibu ya Danieli kuhusiana na hili swala. Nimeyazingatia majibu, kwa maana si majibu sahihi, kwa sababu amekumbuka. Sasa akasema kwa sababu chakula chake kile kilikuwa chakula chake, kwani ina maana nzige na asali walikuwa na. Hebu tusome Walawi 11:22. Kwani watu walikuwa hawali nzige? Ndio, hayo ndo majibu yalikuwa Danieli, kwamba chakula kwa kawaida kule kilikuwa ni mikate na samaki. Lakini anasema hayo chakula chake, alitoa andiko maneno ya kichwani. Yaani anasema chakula cha wale watu kule, alikuja kutoa andiko la kuhusiana na Yesu kwamba hata pale alipowalisha watu aliwalisha mikate na samaki. Kwa hiyo ndio kilikuwa chakula cha watu wa eneo lile kwa ujumla. Lakini huyu anasema alikuwa hali, kwa sababu yeye alikuwa na utofauti, alikuwa anakula tu asali na nzige, ambacho sio chakula cha watu hao. Sasa kama sio chakula cha watu hao, ina maana watu hao walikuwa hawali. Tutoe andiko kama watu wengine wamekula nayo nzige. Tukitoa hilo 11:22 Walawi. Kwa maandiko yako wazi tu. Yeye alikuwa anataka kutofautisha, alinganishe kwamba maneno yako sawa. Sawa. Anasema Walawi 11:22. Na katika hao mna ruhusa ya kuwala nzige kwa aina zake, na nzige kuu kwa aina zake, na panzi kwa aina zake, na parare kwa aina zake, lakini vyote vitambavyo vyenye mabawa vilivyo na miguu minne ni machukizo kwenu. Sasa tayari sheria ilishaweka huko, na hao wanaoambiwa wote ni wana wa Israeli, sio eneo moja fulani. Kwa hiyo anataka kututenganishia kwamba ni watu wa jangwani, wakati Biblia imetoa amri kwa watu wote, ilipanga sheria kula nzige kwa aina zake. Mungu alishatoa amri kwa watu wote, sio kasehemu fulani. Kwa hiyo yeye alitaka kutenganisha kasehemu fulani ili ionekane kwamba ni watu wa eneo fulani. Daniel ni muongo, haya maneno ya uongo, sababu Biblia inaonyesha waliokuwa na, hata ukienda kwenye kisa kile cha Samson, unakuta watu namna walivyokuwa wanakula asali. Ni sehemu nyingi tu, hata sisi hapa tunakula asali. Sasa yeye alitaka kutenganisha kwamba ionekane kwamba ilikuwa ni sehemu maalum. Mbona maandiko hayakusema hivyo? Yaani yeye anayasemea maandiko, hata yenyewe hayakusema hivyo. Yeye naona msisitizo wake ulikuwa hapa. Kwamba labda sisi jamii yetu kama hapa tufanye jamii yetu sisi chakula chetu ni wali. Anatokea mtu hali hivyo vitu ambavyo huwa tunakula sisi ambao ni wali, alafu yeye anakuwa anakula labda wadudu wanaotambaa ambao wanasio kama kumbikumbi hivi, kwamba anakuwa anakula tu kumbikumbi. Yeye anasema huyu mtu, yani anamhesabu kwamba hali, kwa kuwa chakula chake si kawaida ya watu ambao wanakula. Kwa nini maneno yasiseme hivyo mpaka ayasemee yeye kwamba alikuwa ni kaeneo fulani watu walikuwa wanakula hivi? Kwani watu waliozungumzwa sio hao waliokuwepo hapo? Kwa hiyo anataka kuwatenganisha, awatoe, aweke sehemu fulani. Yaani anaweka kama geographical location fulani hivi kwamba kuna watu wa sehemu fulani na kuna. Sasa alivyokuja kuwabatiza watu, Yohana sasa alikuja kuwabatiza watu katika mto Yordani. Sasa pale palikuwa jangwani pale. Kwa ina maana ataka aseme yeye alikuwa anakaa jangwani, haikuwa aishi. Akatoa mfano kwamba Yesu aliwaambia wanangu mna chakula, alipouliza mna chakula chochote, haina maana kwamba ni chakula maalum. Aliambiwa chochote, maana yake ni chakula chochote. Sasa wale hawakuwa na chakula kingine, ikawa ni hicho. Kwa kama andiko linataka kujificha, Yesu kwenye ile andiko anasema hamna chakula chochote. Sasa ukisikia chochote, sio magimbi, naona mapela, mafenesi, sui nini. Kwa hiyo ukisikia chochote, kwa hiyo asije akasema kwamba ile andiko alitoa Yesu kwamba kule Yesu hata yeye kule alikula woka na mkate. Yesu aliuliza chochote, maana yake anajua kuna vyakula zaidi ya hivyo. Kwa hiyo maneno yake akasema uongo. Andiko la Yesu aliyotumia halisemi chakula maalumu, ila kinasema hamna chakula chochote. Vikawa vyakula vyote havipo vivyo hivyo. Kwa hiyo yeye anataka kutenganisha kama kuna chakula maalumu cha eneo. Kwa hiyo uone sasa Daniel nimemweka wazi kabisa. Hana hata pa kujificha. Mimi nasema hakuna mwenye uwezo wa kujibu. Yeye alikuwa tu anajigamba, kama amenijibu anibatize. Sasa utanibatiza kwa maneno hayo uongo, ndio kusingizia. Pointi
pointi ya msingi kwenye hilo, nasisitiza kwamba Yesu kwenye ile andiko alilolitegemea aliuliza hamna chakula chochote, labda akatae kama maandiko ya kusema hivyo. Kwa hiyo maana yake chochote sio chakula maalum. Maana angeuliza je, hamna mkate na samaki wa kuoka? Ameuliza hamna chakula chochote. Hata angekuepo magimbi angekula Yesu, angekuepo maandazi angekula, chochote kilichokuepo pale. Kwa hiyo si chakula maalum. Yaani maneno ya uongo ya kujitetea tu, kutaka kuilazimisha Biblia uitetee wakati yenyewe inakukataa. Hoja nyingine. Yesu anasema hakuna mtu aliyepaa ila aliyeshuka. Naomba tusome haya maandiko kwa sababu Danieli na kawaida ya kuongeza vitu ambao havimo. Sawa, Yohana 3:13. Sawa, mstari wa 13 anasema wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yani mwana wa Adamu. Kuna neno kwa baba? Hapana. Huoni neno kwa baba kaliongeza yeye kutaka kutofautisha haya maandiko. Na hamna alienda kwa baba. Wote ukisikia mbinguni ni hapa kwenye nyota hapa. Sasa maneno ya uongo, kwani hapa kuna neno kwa baba hapo? Unajua Danieli akiongea akiwa peke yake anaweza kaongea uongo kwa sababu na watu wakamuelewa kweli. Lakini neno hapo kwa baba hakuna. Naomba ulirudie hilo andiko ili ionekane kwamba kweli hakujibu. Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yani mwana wa Adamu. Haya maneno alikuwa anayaongea Yesu. Yesu kasema hakuna mtu aliyepaa ila aliyeshuka. Hakuna mtu aliyepaa. Neno kwa baba hakuna. Yeye kaliongeza, maandiko yako wazi na atapata adhabu kwa mujibu wa Biblia, mwenye kuongeza ataadhibiwa. Sasa maandiko haya yanaonyesha Yesu kwamba hakuna mtu aliyepaa ila aliyeshuka. Sasa akasisitiza kwamba Yesu alikuwa huko, Yesu kashuka. Kwani Yesu kashuka? Yesu kazaliwa na Mariamu. Unaona? Kwa hiyo Yesu Paulo Danieli ni muongo. Sasa hebu twende katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 2 aya 11. Wafalme wa Pili 2:11. Hakuna mtu aliyepaa huko kwenda mbinguni. Sawa, anasema na wakati Daudi alipotawala Hebroni juu ya nyumba ya Yuda alikuwa miaka 7 na miezi 6. Okay? Wafalme wa Pili 2:11. Wafalme wa okay, nasoma Samueli, sawa. Wafalme wa Pili 2:11 anasema naye Elisha akaona akalia, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake. 11. Ikawa alipokuwa wakiendelea mbele na kuongea, yeye naona kikubwa alichokuwa anaweka ni kutaka kutofautisha neno mbinguni likitumika kwenye Biblia linamaanisha nini. Kwa mfano, Yesu anavyosema hakuna aliyepaa kwenda kwa baba, hakuna aliyepaa kwenda mbinguni ila aliyeshuka. Tunaona yeye anasisitiza akitoa hivyo kwamba yeye Daniel anachoelewa ni kwamba mbinguni hiyo anamaanisha mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Haya, hapo anasema mbinguni muda mwingine haimaanishi huko kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu inaweza ikawa inamaanisha tu hapa kwenye hili anga la hapa juu. Yeye ndo anachosisitiza hiyo. Kwani kule kwenye andiko la Yesu kwa alitofautisha kwamba mbinguni kwenye anga au mbinguni kwenye nini? Huoni mbona kwenye maandiko mengine yanajengea nahau, mengine yanaacha wazi. Hiyo kwenye Wafalme tunaona Elia kapaa, ila Yesu anasema aliyefanyaje? Ila aliyeshuka. Ila aliyeshuka ndiye. Kwani Elia hakushuka? 17:2 kitabu 17:4 Mathayo. 17:4 Mathayo. Naam. Sawa. Mstari wa 4 anasema okay, mstari wa 3 anasema natazama wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Sasa hapa tunaona Elia kaonekana pale tena mlimani hapo mpaka akataka kujengewa kibanda. Sasa kama hajashuka kibanda anajengewa kae nani? Kae shetani au kae jini? Kwa hiyo hoja ya msingi kwamba hakuna aliyeshuka, Elia alishuka, na ndio maana alionekana hata kina Petro walimuona walipopanda mlimani na wakataka ajengee nyumba kabisa kuonyesha ushahidi kwamba ujamaa alitakiwa aishi pale kwenye kibanda. Kwa hiyo aliyeshuka pia alikuwepo, Elia alishuka. Si alipaa yeye afu alishuka. Kwa hiyo hoja ya msingi Danieli hakujibu, na ndio maana nasema hakuna mtu mwenye uwezo wa kuitetea Biblia. Okay. Hizo ni hoja za msingi kwamba Danieli hawezi kujibu haya. Sio Danieli peke yake, hata mwalimu wake hawezi kujibu. Kwamba Biblia ina makosa. Hawezi kujibu kwa sababu kama yeye mwenyewe alithibitisha kwamba alikuwa tunafanya mada pale ndio wapo. Ni kweli Danieli ni mgaragaza, amethibitisha mwenyewe, na alikuja askofu wake Frederick Simon wa kanisa la Mkanada kule Tegeta. Haya maswali shai kumuuliza na alishindwa kuyajibu. Askofu wake takuwa yeye Danieli bwana. Kwa hiyo hoja ya msingi ndio hiyo. Sasa tukije katika kifo cha Yuda. Ndio. Kifo cha Yuda. Matendo 1:18. Matendo 1:18. Angalia uongo mwingine, balaa lingine ambao Daniel amelizua hapo. Sawa, mstari wa 18 anasema Matendo 1.
basi mtu huyu alinunua shamba kwa ijara ya udhalimu, akaanguka kwa kasi, akapasuka matumbo yake yote akatoka. Sasa naomba hilo andiko lirudiwe kwa utaratibu sana, ili kutofautisha maneno yaliyozungumza Daniel kutaka kukanusha yale ambayo nimeyaweka, ili ionekane yuko sahihi, kwamba yani kama yote maandiko yaliyotoa yako sawa. Naomba urudie tena hapo. Okay. Taratibu. Anasema basi mtu huyu alinunua shamba kwa ijara ya udhalimu, akaanguka kwa kasi, akapasuka matumbo yake yote yakatoka. Ikajulikana na watu wote wakao Yerusalemu, hata shamba lile likaitwa kwa lugha ya Arkademu, maana yake shamba. Akaanguka kwa kasi. Nini maana ya kasi? Poromoka hivi. Kwa speed, si ndio? Sasa kule kwenye majibu yake nilivyotoa andiko lingine akasema, si hapo inaonekana kama vile alijinyonga akawa amekaa mpaka ameoza. Sasa kama amekaa mpaka ameoza, hiyo kasi ilitokea wapi? Okay, ni ngapi ambayo inaonekana alijinyonga? Hiyo 27 Mathayo 5. Okay, Mathayo 27:5. Hapo kwa kasi, maana yake yeye kajirusha. Anasema Nazia 4, wakasema Nazia 3. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa alijuta, akawarudishia wakuu makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema nilikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Wakasema basi haya yatuhusu nini sisi? Yaangalie haya wewe mwenyewe. Akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka, akaenda akajinyonga. Kule tunaambiwa alienda kwa kasi, yani akapasuka matumbo kwa kasi. Sasa neno kuoza, kuna sehemu kwamba alioza, kuna maandiko yameyasema hivi. Uone kwamba Danieli anaongea uongo, anaizusha Biblia. Yaani kutaka kutetea nionekane tu eti nibatize kijanja. Wewe utanibatiza kijanja ujanja kwa maneno ya uongo? Kwa hiyo neno hapo kwamba alikuwa sijui alioza, akaanza kunyofoka tumbo likapasuka, ni maneno ya uongo. Kuna utofauti fulani hapa na uona. Nikiendelea na mstari anasema wakuu akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka akaenda akajinyonga. Wakuu wa makuhani wakavitoa vile vipande vya fedha, wakasema si halali kuviweka katika sanduku la sadaka kwa kuwa ni fedha ya damu. Wakafanya shauri, wakavitumia kwa kununua shamba la mfinyanzi liwe mahali pa kuzika wageni. Kwa hiyo shamba lile huitwa shamba la damu hata leo. Naona hawa walinunua, lakini kule anaonekana kama Yuda mwenyewe ndo alinunua shamba. Unaona tofauti. Kwa maandiko kadi utakapotaka kuyatetea yana kukataa. Kwa hiyo typing error, lakini Bible yenyewe ina makosa zaidi ya 50,000. Hapo ni sehemu tu anasema basi mtu huyu alinunua shamba kwa jara ya udhalimu, akaanguka kwa kasi, akapasuka matumbo yote akatoka. Ikajulikana na watu wote wa Yerusalemu, hata shamba lile likaitwa kwa lugha ya Arkadama, maana yake shamba la damu. Inaonekana alinunua mwenyewe, kule walinunua watu wengine. Kwa hiyo alitupa fedha tu. Sasa ni maneno ambayo Danieli ameshindwa. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie watazamaji, Biblia ina makosa zaidi ya 50,000, na hapo ndio tunaanza. Na kama Danieli akiendelea kuchokola zaidi, nitatoa zaidi, kwa sababu hata alivyosema hajamalizia maandiko. Akimalizia maandiko tunaona miaka 7 ya njaa, huko miaka 3. Yaani huwezi ukaitetea Biblia. Biblia, wanasayansi wanasema hivi, the Bible is not suitable for human consumption. Kwamba Biblia haifai kwa matumizi ya wanadamu. Tunataka kuja kwenye mambo ya science leo, tunaonyesha Biblia kwamba haikubaliani kabisa, na bahati nzuri linukuu kwamba baadhi ya wanasayansi kwa kina Galileo waliuawa na mababa wa kanisa wakionekana wanakufuru, na Danieli akakubali. Ni kweli. Kwa sababu gani? Wa zamani ilikuwa elimu hakuna. Sasa kama elimu hakuna, Biblia si ndio ipo? Kwa sababu maana ya science, the ability to produce a solution in some problem domain, kwamba ni uwezo wa kuzalisha ufumbuzi wa hali fulani ya tatizo, ndio maana ya science. Sasa kama Biblia ilikuwepo, watu hawana elimu, kwa sababu Biblia ina faida gani? Kwa hiyo anasema kwa sababu watu walikuwa zamani elimu. Sasa Biblia si ipo ndio imefundisha elimu? Kwa hiyo ni maneno ya uongo. Kwa hiyo nasisitiza kwamba Biblia haifai kwa matumizi ya wanadamu. Kwa hiyo haya ni ndio tumeanza tu hiyo. Angalia namna alivyopagawa Daniel, na atapagawa zaidi huko tutakapoendelea mbele. Okay. Kwa mimi naomba kwa leo katika hoja zake nimeziweka hivyo kwamba Daniel hajanijibu. Kwa swala kutegemea kwamba nitabatizwa, labda aje mwalimu mwingine, labda atokee mbinguni aje ajibu haya aweke sawa. Lakini kwa mujibu wa mafundisho labda ije Biblia mpya. Sawa, lakini kabla hatujamalizia kabisa, kuna maswali ambayo uliuliza na Daniel anaonekana yamejibu na majibu yake wewe umekubali. Moja wapo ni kwamba kwenye Biblia ukitoa ganda la juu hakuna Biblia ndani, hakuna neno Biblia ndani. Daniel ilijibu lile akakuonyesha kuna Biblia ndani tena kwenye kitabu cha Yohana. Sasa katika hapo unaweza kanionyesha ile aliyosema. Haya ni maneno kaachapia tu mdomoni, kwa sababu humo hakuna, kwenye maandiko hakuna. Ameonyesha kwamba ni kwa lugha ile ya nafikiri Kiyunani, Kigiriki. Sasa si maneno ya uongo. Yaani mfano leo niulize Qur'ani
alafu mimi nikutajie kwa lugha fulani, kwa lugha fulani wakati andiko hakuna. Mfano ukiniuliza mimi Qur'an ni sehemu gani imeandika neno Qur'an, mimi nakufunulia aya nyingi tu. Mfano sura ya 55 aya ya kwanza, Ar-Rahman allama al-Qur'an. Kusoma sura ya 15 aya ya 78 inasema afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Do they not consider the Quran careful? Had it been from any other than Allah subhanahu wa ta'ala, they would find therein a most contradiction. Kwa hiyo neno Quran ndani ya Quran yenyewe lipo, na ndio maana Quran inasema hawazingatii nini hii Quran 5:82. Na yeye alisoma hilo swala akasema mbona tumethibitisha kwamba kwenye Qur'ani kuna makosa mengi, mbona hayo hamuyajibu? Haya maneno anaosema amethibitisha maneno ya uongo. Na kama anazo hoja azilete. Mimi swala la Qur'ani mimi nakaribisha kwa sababu Qur'ani yenyewe ndio Mungu anakaribisha challenge kwamba hawazingatii nini hii Qur'an 4:82. Lau kama Qur'ani ingetoka kwa asiyekuwa Mungu, bila shaka ndani ya Qur'ani ingekuta makosa na ikhtilafu nyingi. Hebu isome hiyo 4:82 hapo. Sije kuonekana maneno yangu. 4:82 sio maneno yangu. Qur'ani yenyewe ina invite people to find a mistake. Inawaalika watu watafute makosa. Kwa hiyo wale yeye hana uwezo wa kutoa makosa. Qur'ani yenyewe inajigamba. Sawa, 4:82 anasema hawaizingati nini hii Qur'ani, na kama ingelitoka kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu bila shaka wangalikuta ndani yake hitilafu nyingi. Kwa hiyo maana yake hitilafu hakuna. Yaani sasa leo ukienda shuleni mwanafunzi aandike mtihani afu aandike notes pale kwamba this exam is perfect, there is no mistake in it, find one if you can. The teacher will not sleep until he found the mistake. Yani mfano kama mwanafunzi leo aandike, apewe mtihani aandike, alafu baada ya majibu aseme mtihani huu hauna kosa lolote. Kama kuna kosa lolote anamwambia mwalimu mtafutie moja. Mwalimu hawezi kulala mpaka hakikisha amefind, ametafuta nini, ameipata kosa. Hii ndio mfumo wa Qur'an namna inavyoendea watu. This is exactly the way the Quran approaches people. Kwamba Qur'an inawaendea watu kwa mfumo huu kwamba tafuta kosa. Ndio kitabu kinajiamini. Si hapa tumesoma Biblia 5 zote zinaongea maneno tofauti. Yeye kaleta 3 zinaongea maneno mengine, mimi nimeletea 5 zinaongea maneno mengine. Na nazo 12. Kwa hiyo katika 5 kuna 7 ameziacha nyumbani. Kwa hiyo Qur'ani ndio leo inajigamba. Sasa mimi nitakaribisha hizo hoja. Mimi hoja za Qur'an ndio nazipenda na mada zangu siku zote ni Qur'an. Kwa hiyo leo tu nimeamua kugusa na nimeona namna walivyotetemeka. Sasa kwa mfumo huu ni kwamba Danieli na Asili Chokole na anasema anataka mdahalo. Sasa mdahalo ataweza kweli kwa mfumo huu? Na wewe bahati nzuri ni shahidi. Ushafanya midahalo mingi. Kuna siku tulizungumza miujiza ya Mtume SAW. Akasema eti Mtume alichukua maji kwenye beseni akawaonyesha watu mwezi. Baadaye tukamdai ushahidi. Maneno haya yameandikwa, akasema kuna kitabu lakini hajakileta. Mpaka leo hajaleta. Mimi nikamthibitishia mpaka watu waliokuwa nje ya Maka waliona ule muujiza, wasafiri, wafanyabiashara waliulizwa, wasema tuliona kweli. Sasa nikamuuliza, je, Danieli, ile beseni ilikuwa na ukubwa kilomita ngapi? Mpaka nje ya Maka watu waliona. Sasa haya ni maneno ya uongo ambao Danieli anakuaga nayo. Sasa maneno mengine anasema kipindi Mungu anaumba. Kwamba mwanzo wa Biblia pale Mwanzo 1:1 kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi zilikuwa ukiwa tena utupo. Na roho ya Mungu ikatulia juu ya uso maji. Mungu akasema iwepo nuru, ikawa nuru. Mungu akaitenga nuru na giza. Giza akaliita usiku na nuru akaita mchana. Ikawa hivyo. Mungu akaona ni njema. No, ikawa hivyo, ikawa siku ya kwanza. Sawa, ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza. Sasa anasema ukisoma pale mpaka andiko la 16 jua limeumbwa siku ya 4. Sasa iwezekana vipi kupatikana usiku na mchana wakati jua halijaumbwa? Asema eti Yesu ndo alikuwa anamulika. Yesu alikuwa. Danieli na akili sawa sawa kweli. Eti Yesu ndo alikuwa ndo taa inayomulika wakati jua hakuna. Sasa hii siku ya kwanza mpaka ya 3 imepatikana vipi wakati mwendo wa jua hamna? Na leo tunaona kwamba mwendo wa jua ndio linafanya safari. Inachomoza na kutoka mashariki kwenda magharibi. Na Mtume amefundisha mpaka mwisho wa jua itatoka magharibi kwenda mashariki. Na yote amefundishwa, na tutakuja pia kuna maswali ambayo yaliulizwa, tutakapoyajibu tutaweza kueleza huko. Kwa hiyo Danieli hawezi kuitetea Biblia. Cha msingi sio yeye kunibatiza, yeye atakiwa asilimu kwa sababu ameshindwa kujibu. Na sawa, labda kama unalokumalizia tumalizie. Mimi cha kumalizia tu ni kwamba mimi nasisitiza Wakristo, hebu wafuatilie sana mada ambazo tunazitoa. Wafuatilie ukweli, wasiwe washabiki. Mara nyingi mimi huwa nawasema wale kina Ndacha ni wapiga kelele. Kwa sababu kwenye ukiweka hoja, mkizungumzia Qur'ani, mkizungumzia Biblia, yeye anaacha Biblia anazungumzia Qur'ani.
anakwepa zile hoja, maneno mengi ya kupamba bamba. Hiyo style simlianzisha nyinyi, mtu anahoji kitu kwenye Qur'ani unasema mbona kipo na kwenye Biblia? Sio kweli. Kwenye Biblia tunatoa mifano tu kwamba hiki kilichozungumzwa kwenye Qur'ani, na hata Qur'ani nasema hivi kwamba haya yanayozungumzwa katika Qur'ani yapo katika vitabu vya kale, huko kwa tunaonyesha mifano tu. Hapo unakuta anasema ndio maana Waislamu wameambiwa watuulize wakiwa na shaka jambo. Sasa mpaka niwe na shaka? Kama sina shaka na sababu ya kumuuliza Mkristo. Kwa hiyo nikiuliza bwana, naenda zangu Mbagala, hivi nikiweza Mbagala kwa nyoka ni wapi? Ndio nimefanya makosa kuuliza kile nisichojua? Hapana. Kwa hiyo ndio Qur'ani ilikusudia hivyo. Kwa hiyo hoja ya msingi ni kwamba mimi naona maandiko nishaweka wazi. Danieli hakujibu maswali, ila alikuwa anapiga makelele, ila akajitahidi kusema uongo. Kweli anaweza. Hii kutunga siyo hapa walikuwa hawa mashujaa hajaingia kwenye mfumo, maneno ya uongo tu hapa. Kwa hiyo nadhani maandiko yako wazi, na bahati nzuri mimi nashukuru kwamba simulizi huwa maandiko hakati, anayatuma kama yalivyo. Ila Danieli mkimbana hoja, anachagua sehemu alizoongea yeye ndio anaziingiza, sehemu hizo mbana anachomoa. Mimi naamini simulizi watu wanamwamini. Bahati nzuri mimi kuna watu wengi tunawasiliana Marekani, wapi, Malaysia, huwa wanakuzungumzia sana kwamba wewe ni mwadilifu. Ila tu cha mwisho tu ninasema na wewe ikiwezekana usilimu tu, usibaki tu kuitikia, kwa sababu ukweli tayari unaujua. Mimi naona kwa leo tuishie